Karibuni kwenye sehemu ya 11 ambapo kama nilivyosema leo tutaangalia kitu kinachoitwa market sessions. Sydney, Tokyo, London and New York. So baada ya kumaliza hili somo utaweza kuwa unaelewa maana ya market session, kutambua session kuu 4 za forex, kuelewa muda wa kufunguka na kufungwa kwa kila session kwa muda wa East African time, kuelewa pair zinazokuwa active kwenye kila session, kuelewa kwa nini volatility hubadilika kulingana na session, lakini pia utaelewa umuhimu wa session overlap na kuchagua muda mzuri wa kufanya trading kwako wewe binafsi. Kwa hiyo tukianza na market session ni nini? Market session ni nini? So forex ni soko linalofanya kazi masaa 24 kwa siku. So it runs 24 hours per day. Okay? Na kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Hii ni kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. So kama forex ina run masaa 24 kuanzia Jumatatu Ijumaa, lakini sio dunia nzima inafanya biashara kwa wakati mmoja. Kadri nchi moja inavyofunga shughuli zake za kifedha, nyingine inakuwa inafanyaje, inafunguka. Sasa mzunguko huu, kwa sababu tuko kwenye geographic area tofauti au geographic line tofauti, mzunguko huu wa kwamba nchi moja inafungua nyingine inafunga ndio ambao unaitwa market session, vipindi vya soko. Okay, session hizi zinaonyesha muda ambao benki, taasisi za fedha, hedge funds na wafanyabiashara wengi wa eneo husika ambao wanakuwa active. So market session, it's all about where they are active at a certain period of time. So kwa nini hii market session ni muhimu? Okay, why is important? Kwa nini tunajifunza au kwa nini tujifunze hii market session? Why it is important? Kwa nini ni muhimu? Okay, market session huamua hii market session huamua vitu kama kiwango cha liquidity, inaamua kiwango cha volatility, inaamua ukubwa wa spread, inaamua kasi ya movement ya market, pair zinazokuwa active zaidi, kwa hiyo kujua session kuna kusaidia kuchagua muda mzuri wa kuingia sokoni. Why it is important? Kila session tunajua ina liquidity muda gani, volatility muda gani, ukubwa wa spread, kasi ya movement ya market na pia zinazokuwa active zaidi katika session husika. Kwenye forex tuna session kuu 4. Session kuu za forex. Okay, session ya kwanza inaitwa Sydney session. Session ya pili inaitwa Tokyo session. Session ya tatu inaitwa London session. Na session ya 4 inaitwa New York session. Kwa hizi ni session kuu 4 ambazo tutakuwa tuna deal nazo. So kwa Sydney session kwa muda wa East Africa time, okay, huku Dar es Salaam, Nairobi, Uganda, inakuwa ni kuanzia saa 6 usiku mpaka saa 3 asubuhi. Hapa ndo Sydney wanakuwa wako active. Then Tokyo session
Sasa hii Sydney Sessions uh, uh, hii ndio ya kwanza kufunguliwa kila wiki baada ya weekend. Tabia zake inakuwa na liquidity ndogo hadi ya kati. Kunakuwa pia kuna volatility ndogo, spread inaweza kuwa kubwa kidogo, movement zinakuwa za taratibu, na pairs zinazokuwa active during the Sydney session tuna pair kama AUD USD. Okay, pair ambazo zinakuwa ziko active muda huu, ambazo unaweza ukatrade. Kunakuwa kuna AUD JPY. Okay, tunakuwa tuna NZD USD. Okay, tutakuwa na NZD JPY. Kwa during this Sydney session, saa 6 usiku mpaka saa 3 asubuhi upo kwenye market, you will have to choose these four pairs kama unataka kuengage in the market. Baada ya hapo tunafuatiwa na Tokyo session, ambayo Tokyo session inaanza kuanzia saa 3 saa 9 usiku. Okay, mpaka saa 6 mchana. Hii ndo inakuwa Tokyo session au wengine wanaita Asian session. Tokyo ndio session kubwa zaidi Asia. Kwa hii inabeba kundi kubwa la Asia. Characteristics zake ni kwamba liquidity inakuwa ya kati. Hapa market tayari inaanza kufanyaje? Inaanza kuchanganya. Movement nzuri kwenye Asian currencies na volatility ya wastani. Pair ambazo zinakuwa ziko active muda huu kuanzia saa 9 usiku mpaka saa 6 mchana. Tunategemea USD JPY iweze kuwa active. Tunategemea pair kama Euro JPY iweze kuwa active. Pair kama GBP JPY, huu ndo muda wake wa kuwa active. AUD JPY muda wake wa kuwa active, pamoja na New Zealand JPY mpaka saa 6 mchana. Okay, baada ya hapo tunaingia London session. London session kwa huku East Africa Mashariki kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 1 jioni, Hii ndo inakuwa ni London session. London session yenye volume kubwa zaidi duniani. Yani hii ndio session yenye volume kubwa zaidi duniani. Kwa hiyo kama ni trader unataka kufanya intraday, your time to be on the market ni kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Takribani zaidi ya theluthi moja ya forex transaction hupitia London during the time. Kwa hiyo sasa liquidity inakuwa kubwa sana. Spread ni liquidity, tulishajifunza huko ni nini. Spread zinakuwa ndogo, volatility inakuwa kubwa, tunapata strong trends during the London session. Okay, na pairs zinazokuwa active hapa Euro USD, kwa huu ndo muda wa kutrade Euro USD, GBP USD. Okay, Euro GBP, ingawa hii it's a little bit very dramatic pair, GBP JPY, lakini pia na Euro JPY. Hii ndo mida yake. Okay, baada ya hapo sasa tunaingia kwenye New York session. Kwa East Africa, New York session inaanza saa 9 mchana mpaka saa 6 usiku. Okay, New York ndo session ya pili kwa ukubwa duniani. Kwa kunakuwa kuna liquidity kubwa, news nyingi za Marekani hutolewa hichi kipindi, movement kubwa sana hasa kwenye USD pairs. Pairs zinazokuwa active ndo Euro USD, okay, GBP USD during that time, then USD CAD during that time, USD CHF, okay, of course, na gold ndo mida yake. Okay, gold pia hii ndo inakuwa muda wake, XA USD ama watu wanaita gold. Kwa wale watu wenye mtaji sisimizi ila wanataka kudandia gold, ndo muda wake. Kwa hizi ndo session kuu, muda wake ambazo zinakuwepo, pamoja na pair ambazo zinakuwa ziko active during that or this time. Sasa kuna kitu ambacho kinaitwa session overlap. Hicho na chenye ni msingi zaidi tuweze kukijua mambo ya session overlap. Session overlap ni kipindi ambapo session mbili zinafunguliwa kwa wakati mmoja. Hiki ndicho kipindi ambacho liquidity huwa kubwa zaidi. Kwa hiyo unaweza kuona hii imeanza saa 6 mpaka saa 3 asubuhi. Hii imeanza saa 9 usiku mpaka saa 6. Hii imeanza saa 4 mpaka saa 1. Hii imeanza saa 9 mpaka saa 6 usiku. Kwa hiyo kuna masaa hapa hizi sessions zinakuwa zinakutana. Okay?
So tuziangalie kama nini. Kuna London and New York overlap. Kuna overlap ya kwanza, hii ni London na New York overlap, na muda ambao zina overlap ni kuanzia saa 9 mchana mpaka saa 9 mchana mpaka saa 1 jioni. Hapa ndo tunapata nini, overlap ya London pamoja na New York. Hiki ndicho kipindi muhimu zaidi kwa traders wengi, kwa sababu benki za Ulaya na Marekani zinafanya kazi muda huu mmoja, zinakuwa wote wako wanafanya kazi muda huo, lakini liquidity huwa kubwa sana, spread zinakuwa ndogo, volatility inakuwa kubwa, na trend nyingi huanza na kuendelea kipindi hichi. Ndio maana traders wengi hupendelea kufanya trading katika overlap. Kwanza saa 9 mpaka saa 1 jioni, hasa kwenye gold, this is the time. Okay. Nyingine utakuwa unaangalia tu hapa, kama Sydney session inaanza saa 6 mpaka saa 3, ina maana kuanzia saa 9 mpaka saa 3 kuna Sydney na Tokyo sessions zinafanya overlapping. Na of course kama kwa saa 6 mpaka saa 9 market inakuwa a little bit slow. Tokyo akiingia, ina maana kuna session mbili ziko sokoni, then market it shoots high. Okay. Sasa utajiuliza kwa nini spread hubadilika? Yeah, tumesema pale spread zinakuwa, kwa nini spread zinabadilika sasa? Kwa nini spread hubadilika? So spread hutegemea liquidity. Liquidity kubwa, spread ndogo. Liquidity ndogo, spread kubwa. Nafikiri hii nilishakieleza kule nyuma kwamba tunapokuwa na liquidity kubwa sawa na spread ndogo. Kati naelezea masuala ya liquidity na spread. Tukiwa tuna liquidity ndogo, hapa pia spread zinakuwa kubwa. Sasa mfano London inavyo overlap na New York, liquidity inakuwa kubwa, kwa spread zinakuwa ni ndogo, so kwenye hii overlap. Okay, lakini Sydney pekee liquidity inakuwa ndogo. Muda wa Sydney kuanzia saa 6 mpaka saa 9, liquidity hapa inakuwa ni ndogo sana. Pia zinazotradiwa ni hizi chache ambazo na zenyewe hazina nguvu kivile, kwa hiyo unakuta spread hapa zinakuwa ziko kubwa. Utajiuliza sasa, of course, hapa nikawa najaribu maswali gani ambayo huwa naulizwa sana. Wanauliza, unaweza kutrade pair yoyote kwenye session yoyote? Sasa tungekuwa tunafanya a live lesson, au tuko kwenye moja ya zile workshop ambazo huwa tunazifanya, huu ni muda ambao sasa ndo na engage na watu, kila mtu ananipa jibu lake, lakini tu hapa kwa sababu tunaonana kwenye screen, tenda direct kwenye maswali, kwenye majibu. Okay, jibu rahisi ni ndio. Okay, kwamba unaweza kutrade tu pair yote kwenye session yote. Unaweza ukatrade Euro USD hata Sydney ikiwa imefanyaje, imefunguliwa, lakini movement inaweza kuwa ndogo, kwa sababu kwa kawaida Euro pairs huwa active zaidi London, USD pairs huwa active zaidi wakati wa New York, JP pairs huwa active zaidi wakati wa Tokyo, au na New Zealand dollar pair huwa active zaidi Sydney. Okay, kwa hiyo sasa Euro pamoja na pound hizi zinakuwa very active kipindi cha London session. Okay, then USD inakuwa very active zaidi, inakuwa traded sana kipindi cha New York. Then tuna Japanese yen ambayo inakuwa iko very active zaidi kipindi cha Tokyo session, wakati Australian dollar na New Zealand dollar hizi zinakuwa ziko active zaidi kipindi cha Sydney session. Kwa unaweza ukatrade tu pair yote wakati wowote, lakini utofauti utakuwa ni nini? Utakuwa ni hiyo volatility au uactive wake. Sasa session na news nyingi hutolewa wakati nchi husika zimefungua shughuli zake. Mfano Marekani ikiwa imefungua hapa, tunapata news kama NFP, one of the biggest news. Tutakuja kujifunza huko mbele hizi ni nini,
tutakuja kuangalia vitu kama Consumer Price Index CPI, tutakuja kuangalia vitu kama Federal Open Market Committee inaitwa forms. Hizi zinatolewa kipindi ambacho USD ndo iko active. Kwa hiyo sasa kuanzia saa 9 mpaka saa 6 usiku tunategemea NFP ndo inatangazwa muda huo, CPI, Federal Open Market Committee zinatangazwa muda huo. So hutolewa zaidi wakati wa New York session, hivyo volatility inaongezeka kipindi hicho. So ni session ipi bora kwa beginners? Kwa mnaoanza sasa, London session au London na New York overlap, hizi ndo session nzuri zaidi. So London pamoja na New York, hizi ni session nzuri zaidi. And advantage ambayo tuko nayo in East Africa, hizi session zipo muda ambao ndo tuko active. Unajua tofauti na sehemu nyingine, beginner anatakiwa hizi London na New York session aamke. Ndo maana sasa um, hype au motivation za mitandaoni sometimes inaweza zisiwe meaningful, of course, kwa sababu kwa muda ambao uko East Africa Mashariki, muda ambao market iko active, ni muda ambao ndo wewe na sisi tuko macho na shughuli nyingine zinaendelea. Kwa hiyo haimaanishi kwamba wewe ukiamka saa 8 usiku au saa 9 usiku kama tulivyokuwa shule, kwamba mimi nimeamka kusoma saa 9 usiku, kwa hiyo yani ndo niko active au ni mwanafunzi bora kwa sababu usiku wakati watu wengine wamelala, mimi ndo niko active. Kwenye market watu wanaweza wakalala, muda huo ni Sydney session wakiwa Tanzania, wakaamka saa 2 au saa 3 au wakaamka saa 1 wakaingia kwenye market wakatrade na wakawa wako productive kuliko wewe ambaye saa 6 wakati watu wamelala ndo uliamka kusema kwamba mimi nafanya kazi wakati watu wengine wamelala. Okay? Kwa sababu huo muda ambao wewe utakuwa uko macho saa 6, saa 7, saa 8, saa 9 usiku wakati wengine wamelala, ni muda hata market pia kwa namna moja au nyingine inakuwa imelala. Kwa it doesn't make sense. Lakini sasa mtu mwingine unakuta hivyo vitu, hiyo time unakuta labda London session, yeye mtu labda ni mtu wa Asia huko, okay? Mtu wa Asia wenyewe anatoka kwenye market saa 6 mchana. Kwa akitaka I trade New York overlap, kwa ina maana ni kuanzia saa huko kwao saa 3 usiku, saa 4, okay? Au mtu ambaye anakaa huko Sydney, Australia, wenyewe wanatoka kwenye market saa 3 asubuhi. Kwa muda ambao market inakuwa iko very active London pamoja na London New York overlap, kwao tayari ni usiku wa manane. Kwa hiyo yeye akisema kwamba wakati watu wengine wamelala, yeye yuko anatafuta I mean hela sokoni, kwake ina make sense, lakini kwa mtu ambaye uko East Africa it doesn't make sense. Okay, sasa tuangalie makosa ambayo beginners hufanya kuhusu masuala ya overlap na nini. eh, Makosa ya beginners kwenye haya masuala ya overlap. Okay, kufanya trading wakati liquidity ni ndogo bila kujua. Okay, kufanya trading wakati liquidity ni ndogo bila kujua, ndo hayo mambo ya kwamba mimi wakati watu wengine wamelala niko zangu hapa natafuta hela, kwa hiyo mimi najitofautisha na watu waliolala. Unafanya trading wakati liquidity iko ndogo, na watu wataamka asubuhi saa 3 wataingia kwenye market, they will make more than you. Uanze kuona kama kijijini kwenu wanakuloga, kumbe it's just maswala tu ya ufahamu. Then kutokagua session kabla ya kuingia trade, kutokagua session kabla ya kuingia trade. Okay, kwa kwenye kila session kuna pair zake ambazo zinakuwa active kama ambavyo nimemention hapo juu. Kosa lingine ambalo beginners watakuwa wanazifanya, wao usifanye kuingia wakati wa news bila maandalizi. Bila maandalizi, this also ni kitu ambacho we don't recommend for beginners. Kudhani pair haiwezi kutradiwa nje ya session yake kuu, kwa nadhani kwamba kudhani pair haiwezi tradiwa, hilo jibu nimelijibu. Unaweza kutrade pair yote kwenye session yote, ndio. Okay, tofauti itakuwa tu movement na kasi yake. Kudhani pair haiwezi kutradiwa nje ya session yake kuu. Okay, kwa sio hivyo, hilo jibu nimeliswali. Lakini kupuuza spread wakati wa market opening and closing, kupuuza spread wakati
wa market opening and closing. Na hili swali nimekuwa nikiulizwa sana. Kwa nini muda ambapo market inakuwa ina close au inafungua spread inakuwa kubwa? Ni kwa sababu at that time hakuna mtu ambaye anakuwepo huko kwenye market sana. Okay? Uh, hakuna mtu ambaye anakuwepo kwenye market sana. Kwa kama hakuna watu wengi kwenye market, ina maana liquidity ni ndogo. Kama liquidity ni ndogo, ndio tunarudi kule kule. Liquidity ndogo, spread kubwa, liquidity kubwa, spread ndogo. Kwa hiyo sasa muda wa kufungua au kufunga kwa market usiku, spread huwa zinatanuka kwa sababu participant kwenye market ni wachache. So mambo muhimu ya kukumbuka, Forex inafanya kazi masaa 24 kwa siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Session kuu ni Sydney, Tokyo, London na New York. London ndio session yenye liquidity kubwa zaidi. London and New York overlap ndio kipindi bora kwa traders wengi. Liquidity kubwa husababisha spread ndogo. Pair yoyote inaweza kutradiwa wakati wowote market ikiwa wazi, lakini movement hutofautiana kulingana na session. Okay? So yeah, hiyo ndo market session. Vitu tu vichache, taarifa za msingi za muhimu. Mtatuma homework hapo nafikiri. Baada ya hili somo ukishakamilisha kulielewa, inatakiwa uweze kutambua Sydney, Tokyo, London na New York session pamoja na muda wake kwa East Africa Mashariki. Hicho ni kitu ambacho unatakiwa ukifahamu, lakini kuelewa jinsi market sessions zinavyoathiri liquidity, volatility na spread, na kuchagua muda unaofaa kufanya trading kulingana na strategy yako badala ya kuingia sokoni bila kuzingatia session iliyopo. Kwa hiyo hiyo ndo market session, na tumeziongezea vipindi vikuu vya Forex. Hilo ni somo la 11. So kila concept ya msingi naenda na tunafanyia tackling kidogo kidogo kwa namna ambayo itakuwa ni rahisi, kwa sababu watu wengi ndio mmeisikia biashara kwa mara ya kwanza ya hatutaenda kwa ile kasi, ndio maana the basic knowledge tume break down kwa lesson 30. Okay, mtu mwingine anaweza kufundisha basics siku moja, kama wale ambao mnaendaga kwenye seminar mnafundishwa Forex kutoka basic mpaka kuingia kwenye strategy, kufungua account na kuanza kutrade in one day. Okay, lakini hapa tunaendelea ku break kwa sababu tunajua of course, sijui kama ulikuwa una haraka hiyo, lakini the moment Loma kati ana share kwamba inatakiwa tuje tujifunze pamoja, sidhani hata kama wazo la Forex lilikuwepo. Kwa hiyo kwa sababu kulikuwa hamna uharaka and there is no urgency, utajifunza kila kitu taratibu taratibu. Okay, labda mtu mwingine ndo aje awe anajifunza au anapitia lesson hizi tukiwa tushamaliza, labda yeye anaweza akawa ana urgency. Kwa hiyo wiki ya pili tushakamilisha, tumebakiwa na wiki nyingine 2 ambazo yamebaki masomo 19 na tutaenda tu hivyo. Lakini nafikiri kuanzia nimeanza kuzungumzia masuala ya margin, lot na vitu kama hivyo, watu kwenye comment pale wananiambia hapa leo sijaelewa kabisa and some stuff. Kwa hiyo of course kadri tunapozidi kuendelea, kwa sababu taarifa mpya zinazozidi kuongezeka, tutaenda tu najaribu kufundisha kwenye namna ambayo it's very understanding, yeah? So as long as kama hujaelewa mara kwanza, unaweza ukarudia video mara pili, mara tatu nini, lakini the good thing pale kwenye YouTube nikiweka video kuna sehemu ya comment, kwa hiyo uliza swali lako pale. Huwa napitia zile comments, huwa nasoma comment. Kwa hiyo sehemu ambayo nitakuwa naona mtu ameniuliza nikiliona swali then nitajibu hapo kwenye channel, au kama ni swali ambalo linahitaji kufanya clarification ya video, nitaiandaa video alafu nitawatumia hapo. Kwa hiyo feel free to ask your question, you're on the learning process. Hakuna swali la kijinga, hamna swali baya. Swali ni swali as long as unahitaji kupata clarity. So niwatakia usiku mwema, alamsik na weekend njema. Asante.